Kama tunavyofahamu, serikali zetu zote mbili zimefanya kazi kubwa na nzuri. Ni wazi kuwa taarifa za miradi hiyo zinapaswa ziwafikie wananchi kwa wakati, waweze kufanya tathmini kwa kina juu ya ufanisi wa serikali zao kabla hatujaingia kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na madiwani mwezi Oktoba mwaka 2020, ambapo wananchi watapata fursa ya kufanya uamuzi wa kuchagua viongozi wakiwa na tathmini sahihi na taarifa za kina za utendaji wa serikali zilizopo madarakani. Sote tunatambua kuwa watumishi wa kada yenu mna wajibu wa kuhakikisha kuwa wananchi wanapata taarifa sahihi kwa urahisi zaidi na kwa wakati, kwa kutumia vyombo vya habari kama vile redio, televisheni, magazeti na vyombo vya habari vya mitandaoni, ili kuongeza wigo wa upatikanaji wa habari za serikali na kuhamasisha ushiriki wa vyombo vya habari katika kutangaza vyema Tanzania ndani na nje ya nchi, wajibu ambao mmejitahidi kwa kiasi kikubwa kutekeleza katika kipindi chote hichi ambacho tunaelekea uchaguzi mkuu. Nasema hongereni sana, asanteni sana maafisa hapa. Pamoja na kazi nzuri mnayoifanya, bado mna wajibu wa kuongeza juhudi zaidi katika kutangaza shughuli na miradi yote ya maendeleo inayotekelezwa na serikali, ambayo lengo lake ni kustawisha maisha ya kila Mtanzania na kutokomeza umaskini kwa kutekeleza maeneo muhimu, ikiwemo kuimarisha demokrasia, utawala bora na haki za binadamu, mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi, pamoja na udhalilishaji wa aina zote. Kuimarisha serikali za mitaa ili ziweze kutimiza wajibu wao kwa wananchi katika maeneo husika. Pia kuchukua hatua madhubuti za kujenga mazingira wezeshi kwa asasi za kiraia, kidini, vyombo vya habari ili kuchangia katika maendeleo ya taifa. Pia kuimarisha huduma na kulinda haki kwa makundi maalum, wakiwemo wanawake, vijana, wazee, watoto na watu wenye ulemavu. Serikali zetu zitaendelea kutekeleza na kukamilisha miradi mikubwa ya maendeleo, ikiwemo mradi wa umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere katika bonde la Mto Rufiji lililopo katika mikoa ya Morogoro, Lindi na Pwani. Mradi huu utakapokamilika utaweza kutoa umeme wa megawati 2115 ambazo zinakwenda kuunganishwa kwenye gridi ya taifa na kutumika kwa ajili ya matumizi ya viwandani, vyuoni, shuleni, majumbani na kwenye biashara zinazofanywa na wananchi wetu. Mradi mwingine ambao tumeweza kuendeleza ni ule wa ujenzi wa reli ya mwendokasi SGR, ambao tayari umeanza kusafirisha abiria kati ya Dar es Salaam na Dodoma, hivyo kuwezesha usafiri wa reli kuwa wa haraka na wenye tija. Aidha, mchakato wa kusafirisha mizigo kupitia reli hiyo utakamilika hivi karibuni. Ni wazi kuwa mradi huu unakwenda kuleta mapinduzi makubwa ya uchumi katika maeneo yote unaopita. Kwa upande wa Zanzibar, serikali inaendelea kuimarisha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume na vile vile kuanza ujenzi wa uwanja mpya wa ndege wa kimataifa kisiwani Pemba. Miradi mingine ya maendeleo ni pamoja na uboreshaji wa bandari ya Malindi, bandari ya Mkoani, bandari ya Wete na bandari ya Mkokotoni, kuanza ujenzi wa bandari jumuishi ya Mangapwani, ujenzi wa bandari ya Fumba ambayo imeanza kazi na ukamilishaji wa ujenzi wa bandari ya Shumba mjini ambayo kazi yake inaendelea. Miradi yote hii inakusudiwa kurahisisha usafiri na usafirishaji wa mizigo ili kupunguza gharama za upatikanaji wa bidhaa kwa wananchi na pia kuchochea harakati za kiuchumi hapa nchini.